Katika jamii zetu kuna imani potofu kwamba mwanaume anayezungumza hisia zake ni dhaifu. Lakini ukweli ni huu: wanaume kuongea sio udhaifu, ni afya ya akili. Kitaalamu katika saikolojia, wanaume wengi hukumbwa na kile kinachoitwa emotional suppression, yaani tabia ya kuficha hisia zao. Jamii imewafundisha wanaume usilie, kuwa mgumu, usionyeshe maumivu. Matokeo yake, wanaume wengi wanajifunza kuficha huzuni, hasira au msongo wa mawazo. Lakini kisaikolojia, hisia zisizotolewa nje hazipotei. Zinakusanywa ndani na baadaye zinaweza kusababisha msongo wa mawazo, kwa maana ya depression, wasiwasi wa muda mrefu, matumizi ya pombe au dawa za kulevya, au hata kuvunjika kwa mahusiano. Utafiti wa afya ya akili unaonyesha kwamba kuzungumza kuhusu hisia hupunguza stress, huboresha utulivu wa akili na huongeza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo, mwanaume anayezungumza si dhaifu, bali ana uwezo wa kujielewa na kujidhibiti zaidi. Tatizo kubwa ni kwamba jamii imeunganisha ukimya na wanaume. Lakini ukimya wa kihisia si nguvu. Mara nyingi ni mzigo unaobebwa peke yake kwa muda mrefu. Mwanaume anaweza kuonekana ana nguvu nje, lakini ndani anapigana vita nzito ya kimya kimya. Suluhisho si mwanaume kubadilishwa kuwa mtu dhaifu, bali ni kupewa nafasi ya kuzungumza bila kuhukumiwa, kuwa na marafiki au watu wa kuaminika wa kuongea nao, na kuondoa stigma ama unyanyapaa ya kusema ninaumia. Katika jamii yenye afya, wanaume pia wanaruhusiwa kusema nimechoka, ninahitaji msaada, siko sawa. Na hii si udhaifu, bali ni ujasiri. Kwa hiyo, tukumbuke jambo moja muhimu sana. Nguvu ya mwanaume si kuficha hisia zake, bali ni uwezo wa kuzitambua, kuzielewa na kuzishughulikia kwa busara hizo hisia alizonazo. Wanaume kuongea sio udhaifu, ni tiba, ni ukomavu na ni afya ya akili. Ikiwa umependa kujifunza zaidi kuhusiana na afya ya akili, saikolojia na maisha, tuandikie kwenye comment hapo chini. Ni jambo gani huwa umeogopa kulisema kwa sababu tu wewe ni mwanaume? Usisahau pia kusubscribe kwa jumbe na maarifa zaidi ya kisaikolojia.